kuacha kutoa mikopo, lazima tunatoa elimu ya kifedha kwa wateja wetu. Kwa hiyo leo nimekuja na kipengele ambacho ni matumizi mabovu ya mikopo au pesa ya mkopo. Kwa mistake ambazo watu wanafanya wakishachukua pesa ya mkopo. So hapa naenda kueleza kidogo matumizi ambayo haupaswi kabisa kufanya na pesa ya mkopo, au utakuwa unatumia pesa hiyo vibaya au ndivyo sivyo. Matumizi ya kwanza ni kuanzisha biashara ambayo hauna experience nayo. Biashara mpya. Wangu mbovu kama tunaongelea wangu hapa. Matumizi mabovu ya watu. Mkopo na wangu mbovu hivyo unasamehe. So, ukishaanzisha biashara mpya na pesa ya mkopo, hiyo itakuwa ni mistake. Kwa nini? Kwa sababu hiyo biashara unakuwa hauna experience nayo. Afu unaenda kuweka pesa ambazo zitahitaji return, na hiyo return ni discipline. Sio kwamba utajipangia ulete siku fulani, hapana. Ukishachukua mkopo unapata kupangia ulete siku fulani. Kwa hiyo hata biashara unayoenda kuifanya, at least uwe na uhakika na hicho kitu ambacho unaenda kufanya, kama kitaenda kuleta return ndani ya huo muda ambao unaenda kuomba ile pesa, au ndani ya muda ambao unarejesha pesa. Lakini kuna mistake nyingine, watu wanachukua pesa mkopo wanaenda kumsaidia ndugu yao. Kumsaidia ndugu au rafiki. Kumbe la moja ya mistake, unamsaidia kialishi kwa mikakati gani, anakuambia atazilipa au atafanyaje. Hiyo tayari inakuwa ni mistake, kwa sababu unakuwa hauna warranty au mtu ataenda kukurudisha hiyo pesa katika mtindo gani. Kwa hiyo jina rahisi ni bora aende akaombe kulipa. Nini aje atalipata kopa mwenyewe kimisa na tatizo. Anataka kuhudumia wewe kama njia ya yeye kwa Mungu. Kwa hiyo I think ni mistake nyingine ambayo watu wanaifanya. Unakuwa mkopo unaenda kusaidia familia au ndugu, ambapo haujui hizo pesa zitarudi katika mtindo gani wako wanatakaje, au hauna uhakika kitu ambacho anaenda kukifanyia kama kitaenda kuingiza pesa. So, ukishachukua mkopo hakikisha unatumia katika matumizi yako wewe na matumizi ambayo anaenda kuingiza pesa. Lakini kuna mistake nyingine ambayo mtu anachukua mkopo kwa ajili ya kusolve matatizo ya maisha. So, changamoto za maisha. Kwa unatakiwa kufanya masomo changamoto za biashara, na hizo changamoto ambazo ukishasolve unatumikisha unakuwa na generation of money. It means kwamba let's say umepata changamoto katika biashara yako, bado unamgawa eneo ni dogo, unaenda kuomba mkopo kwa ajili ya kwenda kuongeza eneo hapo, utaweka vitu na utadecorate space ambapo mgawa wako utakuwa na uwezo wa kubeba watu wengi tofauti na mwanzo. Hayo ndio matumizi ya mkopo. Maana unaenda kuweka sehemu ambapo unahisi au una uhakika pesa zitaenda kwa generated. Unaenda kuingiza cash tena. Sio unaenda kusoma matatizo ya maisha. Let's say matatizo ya maisha, mtu anachukua mkopo, anaenda kununua bati kwa ajili ya nyumba anayoishi kwa ajili imeharibika. Au budget alitenda anataka kubadilisha decoration ndani mwake, anachukua pesa ya mkopo anafanyia decoration. Yes, mistake. Ushafanya decoration, hizo pesa ambazo uliziweka bali zinahitaji return. Lakini baada ya kufanya decoration ile ndani hamna return ya watu wanaipata kutokana na decoration ulioifanya. Unaona kutumia pesa ya mkopo katika kusolve matatizo ya kimaisha ambapo haitakiwi. Unaweka pesa iende kusolve matatizo ya biashara ili ujize pesa zaidi. Lakini kuna issue nyingine, mtu anatumia pesa ya mkopo kwenda kununua vitu ambavyo havingisi pesa. Mfano, let's say ananunua assets za ndani, urembo, kwenda kufanyia sherehe au party, kumtunza mwenzake, ulezi, beti. So, umepewa pesa ya mkopo, hata kama una biashara wewe unaingiza pesa, lakini unatumia ile pesa ya mkopo kwenda kununua baadhi ya hivi vitu, au kwenda kufanyia baadhi ya hivi vitu. Mfano, unanunua asset, let's say TV unaiweka ndani kwa ajili ndogo, kwa pesa ya mkopo. Unanunua simu nzuri, au unaenda kwenye bati, au unaenda kumtunza rafiki yako na pesa ya mkopo.
ambayo hiyo pesa inalipa na inahitaji return ndani ya muda fulani, inakuwa ni moja ya mistake. Kwa hivyo baadhi ya anajua na biashara yake, maybe tuseme ni anauza mgahawa, anaona kocho mbindi sina hela fanyia labda stade nikatunze mzangu au nganywe pombe, anakuja anachukua mkopo anaenda na hiyo pesa. Kwa mistake lazima mkopo unaona kama kwa shida, lazima mkopo unakuwa cha Mungu kwako.